saa cia vilingi wa mauvo. Ni saa 3:30 cia wiyo. Huu ni vilingi wa mauvo na mbele mauvo kwanzia ya ukube. Ala tukumbanisye ni vamwe na chama cha NAT kukula serikali dhini kiekio cha alimu sukulu itanamba uvingwa. MCA Rafael Laki kwenda serikali inena nyena chama cha NAT mukomondo kethiwe. Muvia wa Red Cross kwa thano kwatia na serikali ya makuweni kwa ilia uiti kigu na ingi mbingi. Na OCPD wa Kitui Karanja maofisa malelu ni nato imamota sia bodaboda Kitui Township kunena ni siosuvi kuwa leluni. vilingi wa mauvo. Nyenita wa Caroline Mweni wa Muteti na nidhi wanditaidhani sana kesha rondinda kuunengelelea vilingi kwanzia ya meko. Na tuyambililia chama chako kitia mapata maalimu NAT ni chako ulia serikali tumiene sametheneleti alite mbewa muvingo wa masukulu kuthinikia monyungu nyisio maalimu ni kwiri wa mukomola chama kiki na tanga site. Uyu ungamua edhiwa mawendi mo ondhe mayani wa ni serikali. Muyi munene wake nandu wa NAT James Muwondiko ni waweta mwanya wa unenanya na serikali ni muvingwe aiweta mawendi maalimu ni maingi na ni mailete kwithukiwe ni serikali sabali batetei. Benjamin Mwakanu kutuelezea. Chama cha kutetea mvata maalimu NAT kiweta mukomo wa alimu wiguo na vayingwa mwalimu onomo ile utele mwa muyi munene wa kinandu wa chama ki James Muwondiko no weta mungamo no ulamuku na savali nimeolasimia serikali imethukesye kuiketha kwi sukulu matuko miongo ili na thandatu ilvinda ila masukulu mekwitha maivingwa kwitha kwi sukulu na no usio withi asiaine mamana kana alimu mena wo mwingi nondu wa kulea kuibwa mbesa ila teuanie na serikali na oundu ni wetete ite mbesa si kwendeka nzau kana wiwa no mweo une wiwa no mkuu ula twetikelanile no TSC yekie kutula muambola tetikelanile wa kuiwa alimu kuiwa mbesa sio ibindani yeya mwaka huu na kwitha maina iwa nienda kwa asia kana kuiketha kwi sukulu matuko miongo ili na thandatu ilvinda ila masukulu mekwitha maivingwa kwitha kwi sukulu na no usio withi asiaine mamana kana alimu mena wo mwingi nondu wa kulea kuibwa mbesa ila teuanie na serikali thino kuthukumithwa kwa kilungu chake ili cha CBA NAT ithienda katwa sindu mbingi inengo ilovia cia kwa ile misala ya alimu ilovia cia pension ya alimu vamwe na utheu kinandune cha uiti kithewe alimu ma JSS mandikwe kwa kandarasi ya kutoa vamwe na alimu ngili miongo ili mandikwe alimu ni methitwa maitirwa mbesa ni Teacher Service Commission cia maloni mao alamo sete na banks cia kwiwa ni SACCOS cia insurances cia NHIF ona cia pension na TSC yithitwe kwa miei 5 ite utwa mbesa isu pala cia ilite tiasiati alimu maisioka wiani mbesa sio matesi feiti yasio no lasima mbesa ila itiletwa ni TSC kuma misalane yandu nundu wa kuiba loans na nundu wa kwika savings yo nongi naitwa wala bailite alimu wengi ni mana kwatete mabalua mayoka uvinga kuma bengi makea wawe ni waekie kuiba loan yaku na mbesa ni chatilo musalani TSC mbesa isu mutwa hapa nipoto asiati osai mbesa isu pala mutwa bala cia ilite na teketha tutona kuigwana no alumelilia vena mwama wanenanya na serikali nthino mithima menini tialite
no kana kutangia kukwama kwa kisomo ta mwaka tatu ulo kambi chuma kichukite nienda kumanithia alimu onthe kana ivinda yuta yi titisie mugomo itina wakwisoba na serikali muno na yale otwithukisha ndukithukishe wasiongi ukwasya wende sukulu wasio loto no kuya wende sukulu ni wasya wanat ta minana na TSC kana mwanengwa mbesa indi tikamutangasia no kana mwenda masukulu ni ndukethukishe wasiongi kana wasya wakwasya ni mubuti we ai mundu mubuta ubutwa wikite makosa indi strike ino ni strike yati ye miao ni tunaendie stages sionthe ila cha kuite strike twaenda stages sionthe ila cha kuisupa na serikali ya tupuza kwa mugomo usu ukatungwa ila titikilana na serikali imunengete mbesa na tita andumeta wa National Executive Council na my authorized Secretary General ni kana akolof mugomo kanazi alimu maende akilasini ndokese kuthi kilasini chama kitanenete savali ambe yaonena nyoanati na serikali unguo tongwe wa minister mwe wa Labor Daktari Alfred Mutua uinesya matunda nesa chuma kivitu vala unat yokuweta nonyina serikali inengo uthukumi wa mwalimu ndaya nene nitwewa niye na serikali kana katika shortage ila ipo kana unyibula ipo alimu ibindane ye nibailete kuandikwa alimu manyiba ngili miongwele kiuni kindu tu kuja no kana serikali iandike alimu mateithio wa ngili miongwele na tienda maandikwe na nzila ya ilite ya kwitha me permanent ana pensionable vilingo wa mauvo kumava kaunti ni Iluvi nitawa Benjamin Mwaka. Memba wa mbunge ya kaunti ya Masako kisioni cha Matongolu ya udhuiloni wa Sua Rafael Nzaulaki ni wenda serikali toisi onena ni wametoke na nzama ya kuandika alimo vamwena nzama sia utete ya mavata maalimo no kana kusia kisomo kutambaika laki aweta kana ethi wanu kukwitha na mukoma wa alimo tamo wakatatu maundu ma kisomo ni meo vingi sikamuno yivo mitiani minene na viva tao na umwe serikali yete le mukomo ni kana vethiwe na unenania ane na kiku ya kisukioni kavindani kala wakusia eseso ya unenge asema valua maksiana makosiawa obamwana evinda uthukumi ula wakulia uthengewe isioni sianduani kwithwe mavalua taa mataima utumika nthini wa kisomo Boni Mutise nukutuelesya Elinzo wetakana tiundu usio serikali kuendea na usia ila kwina mathina nokona kwisa unena ila mathina mamelakana mavinyia muno enenthi na chavara chawe ni kulikira na kusia mukomo wa limu ndukethiwe ula wendea na uwetangwa. Tunaelekea kufungua kwa mashule na tunasema heko kwa wazazi, sababu tunaona wazazi wakiwa na pilika ya kutayarisha watoto wao waweze kurudi kwa shule. Tunasema wazazi ni vizuri kuwajibika na mumeajibika vizuri, tunasema ni asante. Lakini kuna shida. There is a looming, a rumor that, not even a rumor, but there is a plan for a teacher strike. Sasa tunauliza, wazazi wamejikakamua, wameweka pesa zao, wameprepare watoto, wanaenda shule. Wataenda wakose walimu kwa shule? Hapo ndio tunauliza serikali. Isikue kama ile ingine ya medical. Tumeona medicine watu wakienda more than 6 months without discussion na madaktari. Serikali tafadhali move with speed. Let us have this plan of a strike, teacher strike, discussed before schools open so that we can have teachers in school and students get their service. So I request the central government kindly move with speed, arrest this situation. Let us desist from the habit of waiting for a problem, then we solve the problem when it's already biting. Why can't we become proactive that we address the situation before it takes action? So I request the central government to talk with the teachers so that they are not going to strike come the opening of the schools. Kulika kwa mukomo itina maskulu kuvingwa weta kwe kuna vanene maundu makoneti kisomo kwitho tamu iwe kwatiwa maundu manene na mavata hata mitiani ya muthia kuyamanyiwa. Yeah, I'm making this appeal in consideration and looking into the fact that it will be third term we expect national exams. So I request the government to move with speed, because when we start disturbing the kids,
we expect poor performance. And when you do get poor performance, it will affect the kids and even the life of the kids. Because when you get poor results, a kid will not be in a position to proceed in good standards. So the government should look into it and arrest it before it takes effect. Thini wazisoye unenge mavalua kuyasia imasiana kusiawa kule serikali thenge sema ofisi maunaka na mavalua isio ni sianduani kwitho mavalua ya matome kande ino ondo makisomo na wigithikana manyoni makwata ilovia sikonete kisomo pasia mavalua ya methe me maana muno nano nzie mwe ya ulaisisia asiai ame usomethia nundu ni twisi serikali itenga ituma na mbeza sia skulu kwa kana kalake na birth certificate kwa unende na udhuthi ya ndomako kana matone kwa apply birth certificate kwa siana sionde kana wezi ya serikali ituma skulu ituma mbesa sia capitation nitu kwata mbesa mbingi nundu kana katena birth certificate kaito no tumwa mbesa sia capitation serikali na fees wa siana kana mahitaji ma skulu nimekubime ya sei kwa uyini nzie mwe ya kolela sei fees ya kolela sei muyo usomethia nundu kila kana birth certificate nikiokwata capitation na mwalimu itona kuyasiana klasini atojongamye pia tojola kutumwa kwa siana musikela saa ikatinda isemba ngete nundu mwalimu akwata mbesa kuma atwa birth certificate ya kana no kutumwa mbesa ni serikali. The government should rethink about these fees that has been levied on ID registration, on birth certificates issuance. It is too high for our local mwananchi. However much the documents are very important and very fundamental. So we ask the central government kindly revise. The charges are so high and people, our residents are not coming to register because of the monies. We request the government to review and adjust the fees that they are charging for IDs and they are charging for birth certificate, the crucial and important documents. So it is my appeal when I'm here at Matungulu Westward, because I have seen the effect. The other time we could register more than 1,000 people, but right now I doubt whether we'll make it even to 200 people. So the government, central government, kindly rethink. At the same time, I also appeal for the central government to also bring the offices down here at Matungulu. From Matungulu, we have to go to Machakos for these important documents. We request the government to have, even if it's not a permanent office, of which we need a permanent office, to have a permanent office of this issuance of birth certificate and IDs here at Kisukioni, because it is very central. At Kisukioni, will serve people from even Ithanga, from Yata, from Mwala. It will be here. It will be accessible because we have good means of mobility. Kaundi ni Masako Matungulu idholo ni wasuenye ni tobo ni Mutisia. Muvea wa Musalaba Mutune kana Red Cross nubangitwa kwatene na serikali ya Makueni muvangoni wa kwa ile madhayo manduani muvango wolotete kurena nisiana kwa ile maundu ma uiti kiwo utheuka na sanitation na maundu ma wailu waliu kieni kumana na Dr. Ahmed Idris muungami munene wa muvea huu aina ndeto ila ukonena nasia na ngavara wa Makueni Mutula Kilonzo Junior etina wako mukonia simu ofisini wake Caleb Chalo na mauo. Nkwatani wakati wa akaunti ya Makueni ne shirika ya Musalaba Mutune mbeye vane ya kutethesya akaunti eno nthini wa maundu meokonyo imwamwe ukwatikani wa leu kiwuo na utheu uwaikithwa ni mwandiki munene kana secretary general wa shirika ya Musalaba Mutune va Kenya kavilane kaleta ambukite Makueni na ethi wana kikalo no tongoi wa akaunti utongoi ni governor Mutula Kilonzo Junior. The second one that yes we were interested Idris ni wawetakana ni maukwatiane na akaunti eno kuseunya mavonge ma trauma center ula utethesya muno maundu ni mambanga ku gavana Mutula kiweta kana ngwatanio eno yekusi ya kuolanga kwa misilo yuma na mbanga sia lelu na muno lelu ni munene wa kuma Mombasa kuthi lovi kwa sababu ya mambo ambayo tunafanya kuhusu disaster na training. Wamekubali watupatie tufanye aidha mkataba ama tukubaliane vile wanaweza kutrain madaktari, paramedics, CHPs on disaster management, trauma along the highway, kwa sababu ile kazi ambayo inafanyika huko, na tutafute njia mwafaka katika barabara hiyo kuu. Tunaweza kuwa na watu ambao
either watu wa biashara, traders ambao wanaweza kuwa na equipment na training ya kuweka vitu ambazo zinasaidia katika kuhakikisha kwamba katika ile kitu tunaita fast response, kuna mtu ambaye anaweza kuja na kitu ambacho kinaweza kusaidia mtu ambaye amepata ajali. Kuna ajali nyingi, juzi moja ilikuwa ya Mali. People were moved to Sultan, most likely because there was nobody who understood what they needed to do. Oinge gavana no watakana isiulita na kwatambua na muno ngalikono ya kibwezi ya umelone wasua si muisione wana muko kila kuma itakane sia savo ndolane muise munene kwa ene ndisione isu na ingi ukothothe yovunguli waleu ni wawe takana ngwatani yo mundu yetheke mantho sunge omuyani undu wa kuthenekia thina u kwa sababu ya mvua ambayo ilinyesha. Kuna sehemu ambazo hazikupata mvua za Makueni, Kibwezi downwards. Na jana the elephants have told us that we already have a problem. Walivunja fence, the electric fence jana, na wameanza kuingia katika vijiji za watu. That is already the godly sign that we had a disaster coming is that one. That there are parts of this country, beginning with Makueni, the Tana River belt, going up to Garissa, parts of western ambao kulikuwa na mafuriko will have a food crisis beginning now, so that we can tell the country, irrespective of what is happening in the country, the first obligation for all of us who are in leadership is to protect the people who we serve. Caleb Chalo, Motongwe TV, Vilingi wa Mauvoo. Tuisonga na mbema wona nyuma wimi wa kundu kula kumu ni matwa igwandwani yangu moke unduane makindu vala aimi makwata mavundi sio kukonya ni maya mboka wimi wa matunda na mitila itona kweka nesa isioni ilambumu takibwezi na makindu. Muvundu sio asuma wimi meungamiwe ni kambune oso vyambio wa East West Seeds na maitwa igwa meundane ya mawona ni wa wimi wa Sebastian Kioko kiunduane makindu vala aimi mende kamediwe maikwa tene na ataalamu manema wimi ni wa vandu va utoisi ya nema ya kitumbo ile maete wasio. Kennedy Mulinge nukutuelesia. Benjamin Kimanzi ulane mutaalamu wa uwimi kuma kambunene woso vyambio wa East West Seed wenda ime kumadhana na ataalamu manema kuwaithithia imi makundu kula kumumati ya maota wala meunewa ni ataalamu manema kenda mongelengedha na ukwati katika training siako na imi kana few days ne vyango encourage ngomea mwikathie mwi katika Highland never allow kwithia wewe kandu consult information or you to ina agronomist ma from government to ina pia agronomist ma private companies no ele kwithia uku wasiana monondo we mini science na lazima withia we na knowledge yawo so ndo kaithia kwazie you can know kiloka thikwema I ni maokamba nenda tumitenda thisi ya kwa sen lazima pigana kigo kingi nikienda wewe mono twithiana twiathime mionda itu ni vile katika seasonal rivers ange katika permanent rivers ona ange pia mionda itu no twenzo kithima wakwaroka kiuka nini ukaima to encourage him no one's from small portion of land or ende kugain capital mondo no capital na pia water. Kavina ni kauli neti muindi ulane mutaalamu wa metikuma movene wa serikali wa kuweka ukunikili wa Kefri ni wenda aimilame uvanda mbambo kana matunda mavanda metile kuonanya na nemayo kenda kusuvia maudhuluko dinu nyumu ni tuyaandu apart from kwitha matima no sioma ka incorporate miti na miti suni tumathuthacia mithembela maile kuvanda nthi nyumu ta pe miti thana jina umuhimu mwingi andu ni undu wa ithana mbesa ta maembe misungwa mitimu angine mavandao mivaliti kana grivelia na ila tuvanda mitisu pia nondo twase nthi nyumu ni kwithana onyivu wa kiwu na pia ko issue ya biomass content ituma device yako ndu wa kutanisha miti kuma muti kwenda longi na pia methi wana challenge yote ya midudu kana muti kwithe tuma na mathina wangi pia ni tuma device ya pata ilu pia no tukitha tuibundisia imi umundi ondu wa kwambisia nursery sio makeje ya miti ni kana withie no tuipikia kumanenga kila mundu akanya kubanda nimetha maronya kwiye ya mitio maka kwa tombesa nake Sebastian Kioko ulani umu wa imiala munda wake withito woseto ni ataalamu mani makuvundisia imi maondo mane makuma ngumo makindu kaunti ya Makueni
niwenda imimaku makundu kula kumu makumbatile nimea korosho ila withitu nene mathi na mbesa na mitea mikorosho nikane sisione sia kibwezi na makindu na kundu kula kungi kumu na yenda kiwu kingi kindu jambe kimundu itamatu ito uwe bawene ndwaita matukuma twa banda na wausisia we na miaka eli na mimwanza na usiaite masiata tandatu na twadeana kubanda ngoloso kana korosho ukamba witu no thimbe andu maitu ni maudhimbe ni maukwata mbesa ni maukwata thayu yanite na uima wa mwi lakini kila kivata muno ni nundu wa climate change na nundu ne twasiisie ku kwitu nundu kwimitita meaku tuona cashew nut kana korosho ni mutu wa ile kwitha uyeyumecia ku na nundu itikama tukugwitu kwa ile itha kwi green na kuisenzyo kwikalenesa. Mutongo TV kuma Ngumo Makindu kaunti ya Makueni nyenito wa Ken Mulinge Musaisa mwendo ekatulekanye na maovo wasu make Kennedy Mulinge twosothumo monini ni tucokethetie na mauvombe yange. Musese witu mwendwa Mutongo TV ni avwila ukambani na yakwata nzeve ya luma na watu mevusa ye kufikia mamilioni ma andu alama tosia isi ya kila muthenya kwa kutangasa vya biasala waku kana kumanethia alama vasa ila mwendo waku watutia kwisila imanethia sia iko kwa mavombe yange tufikia kwisila nambani ya simu noti imwe ina kenda ile imwe na itatu monza kana ututumia email kwisila sales@mutongotv.co.ke. Mutongo TV ni yongwatanio ya mukamba tukwatanie twaile vyasala situ. Kambuni yitu ya Rhino Mabati ivalukitie thoa kuvalucha kwa mavati maitu onthe tani offer yitu yimwanya kuma factory ya mavati onthe ma tile profile ta Germania tile, Jamii tile, Espana tile, Jamii style, Box Jamii tile, corrugated na Roman Jamii tile gauge 28 mate alama thoa mo mavalukite kuma silingi mana na miongweli nginya silingi mana monza na miongona na itano kwa mita imwe gauge 30 mate kwa silingi mana thandatu na miongo nyanya ojuni silingi mana thandatu miongweli na itano kwa mita na gauge 30 glossy box na corrugated kuvaluka kuma kwa silingi manata na miongo monza na itano oyuni manana miongo kenda na kenda wenda mbesa siaku ikae mana tambu inzao tuthokea umunthe utanie offer situ otundu mukamba wise ui na umanyi wongeleka na miaka na nzao nguyu kitana lelo maunduni maukita vara ino mabati twithita tuisovya mavati kwa miaka mingi na tojaisa ukuna siendo nai tuthokea kwa industry yitu ya Rhino Mabati ila yikitengela town lelo ni wana Manga Road kana utukunie simu kwisila nambani 0729628199 kana 0740229609 kwiki ya oda yaku ndukete kile kuvitwa ni ofa ino ya nusu mwaka. Rhino Mabati mavati maito tusuvie situ. Rhino Mabati, do it best on top. Nikalivu Musaisa mwendwa OCPD wa Kitui Peter Karanja maofisa mosovi kuwa leluni na toima mamota wodini ya Kitui Township nimedhiwe na omba na mavamwe kiwanzani cha Kitui Stadium konena nisiosese wa toima mota vamuna osovi kuwa maleluni kiu ni kumana na toima tomoto Kitui kuvidhu kiwania kuwa mona kuomigwa muno masani mautuku aina naandiki mama uvo aina naandiki mama uvo Karanja ni waweta osesei watu imato mota pamona mota sio walawa makulia adhosia mamota isuku ikidha nimeki ya tumasini toa kulunga miendele ya mota nikana kutethesia kuola ungei wa mota na ula wikathi temono Kitui. Onesimus Chalo na mauvo Peter Karanja OCPD wa Kitui no hatongwese maofisa mareloni pamana hatuimato mota wodini ya Kitui Township kwithwa na sikalo kiwanzani cha matho cha Kitui Stadium kunene nisiosese iwo vala hatuimato mota ma Kitui methite mevithukiwania mo makuwa mo masane ma utuku na kuvenwa mota siona angikuwa wa vala nthini wa sikalo inesia kumantho usungio wa thina usu vala Karanja inena wenda athose mato mota kwike atu masini twa kulunga miendele ya mota no kana kutethesia kukwatikana kwa mota isu siavikiana kwa details of the period passengers, especially at night. Then
We also want the sellers of these the sellers of the motorcycles to have what we call tracking devices on the riders. Again, we are also encouraging our riders to be extra alert, especially on period passengers who give them doubtful information that they do not know where they are to be taken. Na wiyovo ni wenda atu ya matomota kwithia memetho na kwikiria akua mone mama manyambe wa kuosa matami mako makua na mono masani ma utuku. Chairman wa atu ya mamota wodini ya township na wetakana useseni wa withitu wikitau kinene na kuvingisa biasalo na kutumwa mama atu ya matomota malikathinani wa kwasia mota sioki kimasukume ya kuitia sikalo ivi na maothisa moseseni. Na azeninye chairman wa bodaboda Kitui township ward na ende nitwithite tuyenda gukomana na muthonani wa cionga ini watu igya teka na watu tongwezia na twakomana na twethia na umbano macio pena maundu ala tukwenda kukwatia ni iria tanu mambo boda nondo nitwithite twino balugu munene wa thukumi witu na nituonie nucio tukomane tunenanicie maundu ma security ala twithite security in the umuno kula twinondo kwa kugua customer na zietu mesia na no maito kututia niguo twonia nucio tumbane nikana ethia twanena ni chama ma security na wiyovo usove kwa malelo wapikiana kunene sobaratu matomota mendeka kwithwa memetho ila me malelo ni kusiambanga bala makulo kusisi usove kuona kwekiangwa ila selite ila mewe yani na twanene asindu mbingi ta security na sindu ingi kwa ne twanene asindu mbingi na kindu ta helmet na reflector na code izuti zindu sikwenda mbeza mbingi lakini nondo twanene zia obo wa insurance na license ta boda na twanene kwatia mia ya lelu with one reflector na helmet lakini mengi ni twethe tutakwatia kwa tutachama ndona asia reflector na helmet ni lasi ingi atu ya matomota nimereka kwatia mia ya malelu ni ila ikitu nokana kwetelesya kuola mbanga sia lelu kwa une asia ta moto wa boda nithwa kipaumbele kwatia mia kwika reflector na helmet nikaenda kuza kwithia twinethwa na mbanga mbingi twethe twa mbanga mbingi kuwa mundu zino wabalukana ndela helmet akigwa na helmet niwe ukaikotereza une kulazia reflector na helmet na code ni lazima ndo zindu itakwenda mbeza mbiki lakini kindu ta license no wenda school wasoma lakini ndo nitwanena mo ni moto mezi atukwenda usoma onye nunga mite ba na somi na license mubuko ana insurance ku nendo kulio olongi ati okay unikenda kuza boda ni aso boda la nangi ne kubuthisi atwale kuza twebasa na zinzi boda la yanzita katwethe twe serious twebasa lakini ndo akubuthisi twethe tutena sako tutena welfare zuri itwa mauteli devote blingo movo Motongo TV kuma Kitui neto Onesmus Chalo. Ikundi ya USAID ni yambe ise muvango we mwanya wa kukutana na kao wake mivai kuya mwaitu na siko sia kiungendile kui amuika kauntini ya Kiswani. Muvango su ukawiki ya kutumia kimanza cha dola milioni 500 kwa kilungu cha miaka 3. Ikundi hii mwambo na silikali sia kaunti sia Kiswani. Evani itokuwa tena nika na kulanga siko hii. Walandongo ile si vikite ikomanenu yu sia dhana kukuwa tena kuikidhia ni mwakutana na siko hii na ile si kithite muno kauntini sia Kiswani. Angelina Museno kutuelesea. David Kosna ikuma ikundini ya USAID nukuetikana program ye mwanya ni vamo na USAID sauti yake amani yako na USAID Elevate Voice yake na ila ni program ile ikuithwa ivanite kukitana na kawaki mivai kui amoito kukitana na siko ile itonya kwa dhothe ungendile na vungulu wa muwe kui amoika kwa kusomethia NLC yoni kivathukanio undu matonya kuminana na siko siya muthemba u. These two programs just represent the latest two programs, a part of a much bigger effort. So these two programs represent about an estimate of around $500 million over the next 3 years or so on two critical themes, helping to address gender-based violence, but more importantly, violence of all forms in partnership with the communities and county leadership. But as I said, that's just a small part of a much bigger investment that is indicative of the partnership between the American people and the Kenyan people. And that amounts to some over 60 billion Kenyan shillings a year to addressing issues regarding humanitarian assistance, health,
education, economic opportunity, environmental protection, and the democratic principles that Kenya is founded upon. But we're here today to celebrate these 2 new programs and the partnership with the counties, and we're very proud of that partnership. Program ina ile kwithwa yitwa kwa kilungu cha miaka 3 kwa kimanza cha dola milioni 500 ikundi yithiwa yikwatiania na serikali nene na ila cia county kukilia amwaitu ciana cia 8 na kwikithia kana wasia na mavata ma amwika ni mavikie kwithukiwa. In the program that is focusing on violence and especially sexual and gender-based violence affecting our girls, our boys, our women and men in our communities. So we are committing to doing better, to engaging differently, to learning more around prevention so that no more women have to go through violence, no more girls or boys and men have to go through violence. Let's engage communities. We are saying let's have conversations and let's do things differently. And that we are going to take up different approaches to addressing these issues, working together with our county leadership, working together with the national government, so that the laws and systems that we have put in place can actually take effect in the lives of our communities. We now look at youth-related issues with a different lens, and happy to have been here today together with USAID to try and think broadly. How do we address issues around radicalization? How do we address issues around violent extremism? And we want to commit as counties that we are going to prioritize more resources towards helping our youth, because we believe our youth also have a voice. Mainene ava kauntini ya Mombasa kavindani kala mavingua walanyo u ndongo ikuma kauntini cia Kiswani ni cia wetakana ni kuthukuma cie mwambani kana kukitana na mathina ala metaone cieko kwa kwigithia amwaitu ala mavonoka kuma cieko ne cia kawaki mevaine mavikie kutetheka kwa kukwata uiti na mawie ovoma na amwika kukwata mavundi cio maki uvundi ni kana kuyukilia kiukwati na kumano na cieko itailite. Shukuru sana, si rahisi. Tumeona watoto wengi wameingia katika madawa ya kulevya, kina mama wanapigwa, watoto wanapata mimba za mapema. Kwa hiyo mimi nataka kuwashukuru USAID kwa sababu wamekuja kuhakikisha kuwa kuna mentorship programs za watoto, tuna mambo ya empowerment ya kina mama. Kama mimi Mama Africa, na I make sure that in the parliament I sponsor a bill that is going to make sure that it takes care of the young mothers who I'm taking back to school. Kwa hiyo mimi nataka niwashukuru sana, na niseme Kenya kama taifa, juzi tumekuwa na masala ya Gen Z wakatoa sauti zao. But what are we doing after the voices of Gen Z? What we're doing is that we are partnering with people like USAID to make sure that the Gen Zs are catered for. Kama ni job opportunities, kama ni empowerment, entrepreneurship, skills and all that. And we are saying we are committed as a county government to ensure that we locate resources that our youth can be stable. We are talking of job opportunities, incentives in our workstations, trainings, empowering our vocational training centers to ensure they get the training they need so that they could live lives that are fulfilling. We are saying no to violence extremism. We are looking a special face on the girl child, the boy child who are vulnerable, and we are saying that we want to support USAID with the partners who are here to ensure that it's going to be a change in our counties, especially the coast. Ngelivotia vilingwa mauvo kuma kauntini ya Mombasa nita wa Angelina Mose. Dorcas Odur ola unolotetwe na kuvitu kithiwani mbunge kutwika munene wa Mia na Beatrice School ola nake una vitu kithitwe kutwika Minister Muvyani wa ngwatanio ya EAC na maendeleo maisio ne maithiwe kithitu cha wia kiokoni cha umundi mawikaloni ma Musumbi musini wa Ilovi ainene sesoni ya Musumbi William Ruto no mwendie Odur akwatanie na mivya yonde ya usili wa makwani kwikithekana aki ni akwatekana vindane ila ya ilite aiwetakana na molotile kwa kwithiwa ena utuika wa maundu ma Mia ona kutwika kana na nutona ovisi wa munene wa Mia Ben Musauno kutuelezea. Ainene ya mawikaloni manene ma Musumbi kavindane ka kuithwa kithito cha wia kwa munene wa Mia serikalini na Minister Muvyani wa Nyumo Musumbi Ruto ni wa makathi aya ele nundu wa kuolotwa kwa mianya nino aiweta tawina mwikio na uthukumi wo. Congratulations to you on your appointment, approval by Parliament, and subsequently on you assuming office today. I am very confident that this appointment is well deserved
because of the experience that I know both of you have in public service. I am very confident that you will discharge your responsibilities with integrity and to the best of your ability in the service of the nation. I promise to support you, to assist you, because your success is going to be the success of the government of Kenya and our nation as well. Ruto eweta munene wa mea Dorcas Oduor tawalika ofisine kavinda kalanthi ya Kenya kwenda uthukuma kwa wiki kumwanyani uyu aiweta ofisi uyu tawithitwe wimutile na itina. To Dorcas, you come into office as a very critical moment in our nation. I will advise you to carefully read the manifesto upon which this government was elected. We have 3 fundamental issues that we consider important in the service of the people of Kenya. The Office of the Attorney General has been left behind in the modernization and reform process. The judiciary is well ahead of the Office of the Attorney General in terms of capacities that are necessary for that office to discharge its advisory role and legal mandate to the government and to the people of Kenya. Oingi Ruto ni waweta Minister Mutheane wa Nthinyomo Beatrice School tawina kivalua cha kuthukuma Kenya ovamwe na ilembeta ya Afrika ya umiloni wa sua ionthe. To my sister Beatrice, congratulations. I know you very well. I think I've known you for 20 years, and I know that you are an astute leader. You have my confidence as you serve the people of Kenya in your new responsibility. As has been said, you know, East Africa is the biggest market of Kenyan products. The East African community is the most progressive community in our continent. And a lot will be expected of you and your colleagues from the other partner states as you shepherd and steer this community to harness the collective potential of the 300 million people in the East African community for the progress and the expansion of business, enterprise, investment, and the unlocking of the tremendous potential that exists in this region. Vilingi wa Mauvomu Tongoi TV, inyenita wa Ben Mosau. Tuisonga na mbele kumila kwa uwa Mpox ndeni maani kwetete mwakulio maingi hindi ya Kenya yitangasa kwithiwa mwiso kwi ene ondo nthi yonthe yende na ukusia siko sia uwa Kenya ni yambiye kwikia mawalanio me mwana kwikithia akenya me usuvioni kuma kimanithia kicha tangaso mwaini muvitu uwa usu ni wakwatikanie kaundini ya Taita Taveta sub-county ya Taveta walamu wawula wakwatikanie na uwa waitiwe na enuka emwima. Kama ni jam, tulianza jam saa 7 usiku. Saa hii ndio ninaingia hapa kwa gate. Kutoka saa 7 ya usiku mpaka saa hii. Kuna kulala. Hiyo ingine ni maneno ya hii ugonjwa tunaambiwa bado hatujafahamu vizuri juu ukiangalia hata hapa boda ukiangalia sioni kitu yote inaendelea. To say that this is Malaba One Stop Border Post. And this is our screening point where people coming from Uganda have to pass through here. When they arrive here, they have to go through the hand wash, and they have to hand wash with soap because that is how to reduce this infection of Mpox by hand washing thoroughly. Then after hand washing, that is when now you go through our screening desk. At the screening desk, that is where we have our thermal scanner,
whereby everything is done automatically by the machine, where it picks your temperature. If it is high, that is when we will tell you to stay aside a little bit. Now wait for the temperature either to come down, because that thermoscanner can pick the temperature from the sun. So you have to stay a little bit until the temperature comes back to normal. But in case it persists, that is when now we will be say that you are suspicious of that traveler, and we will place that person aside, waiting now for further, maybe conducting the county to come and do further examination of that traveler. So our officers actually, when they are at the screening desk, will also be able to see whether that person is presenting with either rashes or the face, and that is now another sign and symptom of the disease of Mpox. And further information now will be asked of that traveler. So for us, we are fully prepared, and I have adequate staff to do all this exercise. Kwa muthenya wa keli mbunge ya Senate ni twaise kikalo cha kwithukisia itambe ya yumbe ma kaunti ya Meru ya kumubetanga ngavana Kawira Mwangaza kuma kivilani na vala ameumukonya na kutumia ofisi nai ulusani kati wa maundu wange. Muthenya wa umuthi gavana Mwangaza ni wawende ye kwitetea itina wa mbunge ya Meru kunengane ukusi wayo kwi muthenani wa iyo na vala yene yo evinda ya katatu mbunge kwenda kumungudhula Mwangaza kuma kivilani. The governor was here last year and she's here again this year. And her defense has always been that she's being targeted by the political leadership of Meru. Having participated in the impeachment process last year and now participating in this process again but on her side, would you care to shed light on whether you are aware of any political influence from the political leadership of Meru, and if so, what kind of influence is there? That is the position, and maybe, Honorable Speaker, I can give a little narration of how we came up with the second impeachment motion. After political leaders in Meru felt that the governor had gone rogue, members of the county assembly were mobilized upon party lines, and the first party to do that was the UDA party, where personally I was called by the UDA county coordinator then, and he called me for a meeting. And in that meeting that I attended with the majority whip of the UDA party in the assembly, we met with the chair of MP's caucus, one Honorable Rindikiri, who is also a UDA member, and also Honorable Kaduri Moronge, who is the Senator of Meru. And we made a decision that we have to communicate to other UDA members that it is the position of the party at that moment that we have to withdraw all the support for the governor within and without the assembly, and that we were to introduce a new impeachment motion that we call UDA party members or members of the county assembly belonging to the UDA party, and we communicated the same and issued a press conference to that effect. Other parties followed suit, that is Jubilee Party, NOPEO Party, BAS Party, DP. So all the assembly parties issued the same directive that members were to support the impeachment of the governor that we brought to this. Musaisa mwendo asielilika mwendoni wa saa ina na datika 14 nusu we muthia wa vilingi wa movonye ni tawa Caroline mweni wa muteti na netho nditethia sana kisha rondi ndolo wonengelelio vilingi kwa njia ya meko. Twi mwanake twikwenda tukakwela.